Yani by the time Kibaki anaachia Uhuru Kenyatta serikali, tulikuwa na deni ya 1.8 trillion Kenya shillings. By the time Uhuru Kenyatta anaachia William Ruto serikali, deni ilikuwa imefika 10 trillion. The rain started beating us in 2014. Wakati Uhuru Kenyatta alichukua serikali 2014 akaanza kuchukua madeni, commercial loans. He even sponsored a bill through Aden Duale kwa bunge ya kubadilisha katiba, kuamend constitution, kuamend kipengele ya the Public Finance Management Act. Aden Duale akapeleka mswada bunge kwa sababu Uhuru Kenyatta alikuwa na serikali, wakanunua wabunge, wakapitia mswada kusema kwamba pesa yetu ya madeni inaweza ingia kwa account yoyote, na pesa yote ya serikali inafaa kuingia kwa consolidated account. Lakini sasa Aden Duale amesponsor bill waseme pesa ya deni yenye wanachukua kutoka abroad inaweza ingia any account. Na hapo ndio sasa mvua ilianza kutunyeshea as a country. Uhuru Kenyatta wakaanza kuchukua madeni left, right and center. Jubilee regime wanachukua madeni nyuma na mbele. Na katikati madeni inachukuliwa tu. Unasikia paka kuna time walichukua a whole 5 billion US dollars in one day. Na hii ingia consolidated account yetu ya Kenya. Pesa yote ya Kenya yenye inakusanya ushuru, pesa ya madeni, pesa yote tunapewa hata kama ni zawadi, inafaa kuingia kwa account inaitwa consolidated bank account, yenye iko Central Bank of Kenya, where the auditor general can be able to audit pesa yetu imeenda wapi. Yenye control of budget wanaweza access. Yenye wabunge wanaweza jua ni nini ilifanyika huko. Tunauliza treasury pesa yetu ilienda wapi. Lakini wakachange katiba kwamba pesa inaweza iko kwa account yoyote. So Uhuru Kenyatta wanaenda wanaweka pesa yetu ya madeni pale abroad, wakiwa abroad kabla zifike Kenya, wanazikulia huko, including SGR. Alafu sasa watu wakuja watuambie sasa Uhuru Kenyatta watu wakuja watuambie sasa Matiang'i anasimama na Jubilee ya Uhuru Muigai Kenyatta. Sasa sisi ni Wakisii, tuingie hapo tusupport Matiang'i